Yesu amewatokea wanafunzi wake, alafu Tomaso hayupo. And Tomaso was not there. Wakaja wakamwambia Tomaso, Yesu amefufuka. Jesus has risen. Tomaso akamwambia, mimi nisipomuona, if I don't see him na nimshike and touch him, hicho kitu hakipo. there is no such thing. Wakati anasema namna hiyo, When he was saying that, Yesu akaamua atokee. Hivi unajua Tomaso aliambiwa njoo nishike hata kabla Yesu hajaenda mbinguni. Njoo! Akatokea sasa, kama ni wewe niruhusu nikushike, anambia njoo. Na ana allow me to touch. Akaja akashika huku, akashika He touched and touched. Akasema gusa na ubavu, akabonyeza, akasema even the ribs. Ni kama wewe. This is you. Are you Judah? Wewe ni Yuda? Are you Thomas? Wewe ni Tomaso? Are you Peter? Wewe ni Petro? Are you Jacob or John? Wewe ni Yakobo? Because these are dimensions of followers. So even ndo viwango vya wafuasi. You can be Thomas. Unaweza ukawa Tomaso. Characteristics of Thomas are there. Tabia za Tomaso zikawa na wewe. You can be Judah. Unaweza ukawa Yuda. The characteristics of Judas are there. Tabia za Yuda zikawa na wewe. You can be John and Jacob. Unaweza ukawa and the Yohana na Yakobo. Characteristics of John na zile and tabia za Yohana na Jacob are Yakobo there. ziko hapo. Muulize jirani yako. Ask your neighbor. Hivi wewe ni Yuda? Are you Jude? Maana sifa za Yuda zipo. Because characteristics of Jude are there. Muulize pili, wewe ni Tomaso? Are you Thomas? Yaani uko kanisa lakini siamini. You are in church but you don't believe. Bado siamini kama ni mtumishi wa Mungu. I still not believe he's siamini. God. I don't believe well. Sifa za Tomaso zipo. The characteristics of Thomas. Muulize tatu. Thirdly, je, wewe ni Yakobo na Yohana au wanawekwa kwenye kundi moja? Yakobo na Yohana wanakaa kundi moja. Oh, John in one group there. Yaani Yakobo na Yohana ni watu ambao Yesu aliwaamini hadi akawabadilisha majina. Jacob and John, Jesus akawaita wana wa ngurumo. Wanamwambia Yesu, tuko tayari kulipa gharama kwa ajili yako. Wanamwambia Yesu, hata kusulubishwa pamoja na wewe tuko tayari kusulubishwa. Crucified with you, we are ready. Muulize jirani yako. And fourth, je, wewe ni Petro? Are you Peter? Tabia za Petro zipo. There are. Petro ni nani? Yuko tayari kukemewa bila kuheshimu heshima aliyoibeba. Peter is ready to be rebuked without caring the Petro ni nani? Yuko tayari kutubu hata akienda mbali. He's ready to repent even if he went. Yuda yuko tayari akamalizane akakae na maadui. Jude is ready to join the enemies and take money. Who are you in followership? And you are not a follower until you reach a destination. Sio mfuasi mpaka utakapofika mwisho wa safari. Tell your neighbor you are not a follower. Wewe sio mfuasi until you reach a destination. Mpaka utakapofika mwisho. How to unlock family grace by accepting priesthood in your family. Namna ya kufungua neema ya kifamilia kwa kuwapokea makuhani katika familia. Are you Thomas? Wewe ni Tomaso. There are features for Thomas. Kuna tabia. They can be around you but they don't trust you. Wanaweza wakawa karibu na wewe lakini hawakuamini. They don't believe you. Hawakuamini. Are you not only Thomas? Are you Judah? Je, wewe ni Yuda? These are men who are around you. They are surrounding you for their own personal benefits. Yuda amemzunguka Yesu maisha yake yote kwa ajili ya personal benefit. I know I'm around evangelists because I can marry well. Niko karibu na evangelist kwa sababu nitaoa vizuri. I'm around evangelists because I can have this, I can have this. I use him for my personal life. These are features for Judas. Ninamtumia kwa faida zangu binafsi. Hizi ndizo sifa za betrayers. Wasaliti. Mchana wanakaa na wewe, usiku wanaota moto na maadui. Wale wanasema vibaya na yeye anachangia. They speak against and he is participating. These are features for Judas. Hizi ndizo sifa za Yuda. At afternoon like this they are around you. Yes, man of God. They can see even, oh, you are tired, say let me twist it, sir. You are good. Yeah, you are looking smart. Wanakuambia unapendeza, uko vizuri. But at night, lakini usiku they are around enemies. Habari ya kile. I want to remind you, nataka nikukumbushe, the only thing that Judah could not have is a heart of repentance. Kitu tu ambacho Yuda kuwa nacho ni moyo wa toba. The conclusion of Judah's betrayal was death to hell. If you are Judah, I am here to announce to you, there is no repentance for you. Kama wewe ni Yuda, nataka nikuhakikishie hakuna toba kwako. You will die and you go to hell. Because utaenda kuzimu. Judah forget there is mercy. Kwa sababu Yuda alisahau kwamba kuna rehema. Judas, at afternoon they are with you, twisting your collars and your suits. Mayuda mchana wanakuwa na wewe wakikuweka vizuri. At night, lakini usiku, oh, they warm themselves with enemies. Wanakaa na maadui wakiota moto.
They can sell you for money. Wanaweza wakakuuza kwa ajili ya fedha. Judas. Au ndio kina Yuda. Their conclusion is to hell. Hitimisho lao ni kuzimu. Now, sasa maybe you are not a Judah. Yamkini wewe sio Yuda. Are you Jacob? Je, wewe ni Yakobo and John, ama Yohana, whom Jesus trusts? ambao Yesu aliwa They can pay price. Wana uwezo wa kulipa gharama. Walimwambia Yesu, Yakobo na Yohana, they told Jesus, John, hata ikiwezekana kufa pamoja na wewe, we can die with you. Tunaweza tukafa. They are more than followers. Ni zaidi ya wafuasi. They are not followers. Sio wafuasi. At noon they are around you. Mchana wako karibu na wewe kabisa. At night they are warm themselves with enemies. Usiku wanaota moto. Judas. Hao ndio kina Yuda. Their conclusion is hell. Ni kuzimu. Now, Jacob and John, sasa Yakobo na Yohana, these are men of sacrifice. Hawa ni watu wa kujidhabihu. There is no way out. Wanasema hakuna namna. Yesu mwenyewe akamwambia, kikombe ninachokunywa mnaweza kusema hicho tunakunywa. Jesus asked them, can you drink kama unataka kusulubiwa pamoja na wewe, tutasulubiwa wote. If is to be crucified with you, we can. Yesu akawaambia, hakika. Jesus told them, surely. Kikombe ni kinywacho mnaweza kukinywa, lakini habari ya mtakaa kushoto au mtakaa kulia sio kazi yangu, ni kazi ya Baba. These are John and Jacob. Hawa ndio Yohana na Yakobo. Many ministries they lack these people. Huduma nyingi zinakosa watu kama hawa. Are you Judah? Wewe ni Yuda, a betrayer, msaliti. But John and Jacob, they are ready for any sacrifice. Lakini Yohana na Yakobo wako tayari. Na Yesu akawaita wana wa ngurumo, the sons of thunder. Wana wa ngurumo, sons of thunder. waliitwa na Yesu. Yesu alipoangalia kwa namna walivyoamua kujikana, akasema no, you are not the same people. Wenyewe mtaitwa wana wa ngurumo. Marko sura ile ya 3:17. Na Yakobo na mwana wa Zebedayo na Yohana ndugu ya Yakobo akawapa jina Boanege, maana yake wana wa ngurumo. In the same ministry, katika huduma hiyo hiyo. But these men were another dimension. Lakini hawa watu walikuwa katika kiwango kingine. Are you Thomas? Wewe ni Tomaso, a man of doubt, mtu wa mashaka. Are you John? Je, wewe ni Yohana and Jacob na Yakobo, the sons of thunder? Wana wa ngurumo. They can stand for sacrifice. Wanaweza wakasimama na kujidhabihu. Are you a Judah, a betrayer? Je, wewe ni Yuda, msaliti? Are you Peter? Je, wewe ni Petro? You can accept what we call any rebuke. Unaweza ukapokea makemeo ya namna yoyote. You love Jesus. Unampenda Yesu. Even when Jesus is alone, you can follow from far. Hata kama yuko mwenyewe, unaweza ukamfuata huko mbali. Because Jesus Christ was alone one day. All apostles were running, but Peter was following from far. Because Jesus alikuwa peke yake siku moja na and when he betrayed Jesus and denied him, when he remembered he have done something wrong, he ran to the altar and cried, Son of David, have mercy on me. Na alipomsaliti Yesu na kugundua kosa lake, alienda tena madhabahuni akilia. As a human being, kama mwanadamu, mistakes is part of your life. Ni sehemu ya maisha yako. But what are you doing after you do mistakes? Lakini je, unafanya nini baada ya kufanya makosa? Peters can make a lot of mistakes. Kina Petro wanaweza kufanya makosa mengi sana. But always they run for mercy. Lakini siku zote wanakimbilia. They don't go to hang themselves. Hawaendi kujinyonga. They don't join enemies. Hawajiungi na maadui. Peters, kina Petro, can make mistakes in ministry. Wanaweza wakakosea katika huduma. Can make mistakes. Wanaweza wakakosea. Wrong and big mistakes, so. Na makosa makubwa kabisa. But always they remember. Lakini siku zote wanakumbuka. I can cry. Ninaweza nikalia for mercy. Kuziita rehema. And they can be remembered again. Na naweza nikakumbukwa tena. Yesu alipofufuka, when Jesus was risen, alipowatokea wale wanawake and appeared to that woman, cha kwanza aliwaambia, the first thing he told them, nendeni mkawaambia wanafunzi, go and tell the disciples, ya kwamba nimefufuka, that I am resurrected, na Petro pia, and also Peter. Kwa nini natumia neno na Petro pia? Kwa sababu kwa namna Petro alikuwa amemkana Yesu, alishajiondoa miongoni mwa mitume. On how he denied Jesus, he was. But the heart is still hunting him and say, I have to repent about this sin. Lakini moyo ulikuwa bado ukimuinda na kumwambia kwamba ninapaswa kutubu. You are not a follower until you reach a destination.
Wewe sio mfuasi mpaka utakapofikia hatima. You are not a follower. No matter you call yourself a pastor, a bishop in this ministry. Haijalishi unajiita mchungaji ama, you are not a follower. Wewe sio mfuasi, you reach a destination. Mpaka utakapofikia hatima. Follow to the destination. Ukafuata mpaka hatima. To the destination. Mpaka mwisho. This is what churches are missing. Hiki ndicho kitu makanisa. They raise stones for their own man of God. Wananyanyua mawe juu ya watumishi wao wenyewe. They join enemies to attack them. Wanajiunga na maadui kuwashambulia watumishi. They cannot cover the nakedness of their fathers. Rather they open it wide. Hawafichi uchi wa baba zao, wanaufunua hivi. They join enemies. Wanajiunga na maadui in secret. Katika siri. When you meet John, unapokutana na Yohana and Jacob na Yakobo, these are men of sacrifice. Hawa ni watu wa kujidhabihu. Hakika mimi kwenye hii level niliyofika sasa hivi, hata kama nimetembea na wewe miaka 8, kuna vitu ukivifanya nikirudi nikivijua, you are making an alert, very bad alert. If you do some things when I know them, unaleta alama mbaya. Men are not followers because they follow. Men are followers because they reach destinations. Kwa sababu watu sio wafuasi kwa sababu wamekufuata, ni wafuasi pale tu wanapofika hatima. Wanapofika mwisho. Wanapofika mwisho. You think you follow? No. Unadhani unafuata? Unafikiri kwa nini Yesu alisema walichokiunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe mpaka kifo kitakapotutenganisha? Maana yake nini? Is until destination you can be confirmed you are a follower. Ni mpaka mwisho ndipo utathibitishwa. Mwisho wako ni upi? What is your end? Haya ndio makosa yamesababisha watu wengi wameenda kwenye makanisa, baada ya muda hawaelewi hata wanachofanya. They don't know. The mistakes people are in church but they don't know what they do. Who are Johns and Jacob? Kina Yohana na kina Yakobo ni kina nani? These are men of sacrifice. Ni watu wa kujidhabihu. They are ready to sacrifice. Wako tayari kujidhabihu for the ministry. Kwa ajili ya huduma. Wanamwambia Yesu, hata msalabani tunaenda na wewe. Yaani ukivuliwa nguo na sisi tumevuliwa. They tell Jesus even in ukivalishwa tumevalishwa. Ukichomwa misumari na sisi tumechomwa. When you are pierced. And these are not emotional issue. Unajua watu wengi wanasema, jamani walimuua Yesu. Mimi singefanya namna hiyo. Walimuua Yesu. Kuna watu mngekuwa wakati wa Yesu hapa, wenyewe ndio mngemkana. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa Yesu kila mtu alikuwa anamuona ni mwenye dhambi. In the time of Jesus, everyone saw him as sinner. And you, if you were there, you could also see. Tena sio wenye dhambi wanamuona, ni makuhani wanamuona mwenye dhambi. Hata walipomkuta yule jamaa ameponywa kipofu, akamwambia, "Twajua mtu huyu ni mwenye dhambi." When they met that blind man who was healed, jamaa akamwambia, "Ni mwenye dhambi sijui. Lakini nachojua neno moja, hili ambalo nalijua, nilikuwa kipofu. I was blind, na sasa but now I see."